Tulitumia muda jana kusema mtu huyu ni nani? Kusema mtu ni roho, ana nafsi, anaishi katika mwili. Kwa tukasema roho inaokoka, halafu mwili unatolewa kuwa dhabihu, sawa? Halafu nafsi inageuzwa. Kwa tukasema jana wakati tunajifunza, tukasema roho ya mtu ndio inayookolewa. Sasa roho ya mtu ikishaokolewa, huyu mtu ana kazi ya kutoa mwili wake ili uwe dhabihu. Sawa? Ni mtu, ni wajibu wa mtu. Hapa katikati kipengele ambacho naanza kufundisha sasa kinaitwa kukulia wokovu. Baada ya kuokoka, tunahitaji kukua sasa na kuongezeka katika wokovu. Kukulia wokovu ndicho kipengele cha pili ambacho ninataka tukiseme kwa sehemu kabla hatujafika mwisho jioni ya leo. Kukulia wokovu. Kukulia wokovu. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2 mstari wa 2. Moja nisomee hapo. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2 mstari wa 2. Kama watoto wachanga waliozaliwa sasa, yatamanini maziwa ya akili yasiyogoshiwa, ili kwa hayo mpate kukulia wokovu. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa kuna namna ambavyo tunakaa sasa tunajifunza kwamba pindi mtu anapokuja kwa Yesu sasa anahesabika kama mtoto mchanga, amezaliwa mara ya pili, amezaliwa katika ufalme wa Mungu kama ambavyo tumejifunza jana. Na kwa sababu sasa huyu mtu katika ulimwengu wa roho sasa ni mtoto mchanga, ni mdogo. Katika mwili anaweza akawa tuna miaka mingi. Katika mwili anaweza akawa na miaka 70, miaka 20, miaka 10, miaka 15, miaka 30 na kadhalika, kwa jinsi ya mwili. Lakini kwa jinsi ya roho, Biblia inatutazamisha kwamba kwa sababu huyu mtu amezaliwa mara ya pili sasa hivi, kama watoto wachanga mliozaliwa sasa. Kwa sababu sasa huyu mtu ameasalimisha maisha yake kwa Yesu. Kwa roho yake imezaliwa upya, imezaliwa mara ya pili. Na kama roho yake imezaliwa mara ya pili, sasa Biblia inatutazamisha kitu, inasema huyu ni mtoto mchanga. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tukishaanza tukija kwa Yesu, lazima huyu ambaye amekuja kwa Yesu apate huu ufahamu, apate huu uelewa kwamba mimi sasa ni mtoto mchanga. Lazima huyu mtu ambaye tumemwombea sala ya toba leo, mwaka jana, kama tumemwombea sala ya toba mwaka jana, ajue sasa ni mtoto ambaye ana mwaka mmoja. Mtoto ambaye ana mwaka mmoja bado ni mtoto tu mdogo. Sawa? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa katika ulimwengu wa roho, kitu cha kwanza kabisa cha msingi cha kufahamu kwamba sasa mimi ni mtoto mchanga. Hicho ni kitu cha msingi na cha lazima cha kukifahamu. Na kama mimi ni mtoto mchanga, Biblia inasema sasa yatamani maziwa ya akili yasiyogoshiwa. Manake kama mimi ni mtoto mchanga, manake sasa nahitaji kufahamu kitu cha pili. Kwanza nifahamu mimi ni mtoto mchanga, nimezaliwa sasa. Cha kwanza. Cha pili nifahamu sasa napaswa kukua na kuongezeka. Amen. Bwana asifiwe. Amina. Bwana asifiwe. Amen. Watu wengi wanapokuja kwa Yesu, wanakuja kwa Yesu kana kwamba wameama dhehebu. Watu wengi wanapokuja kwa Yesu, wanakuja kwa Yesu kana kwamba wamebadilisha sehemu ya kusali. Mwanzoni alikuwa anasali dhehebu A, sasa hivi amehamia dhehebu B. Wengi. Kwa hiyo anapofika, hata anapokuja kuabudu pamoja na sisi HHS, akifika anasema nimejisikia kujiunga na nini. Hampi hata Yesu maisha yake. Sawa? Asemi hata nimekuja kuokoka, anasema nimejisikia kujiunga na nini. Kumbe hakupaswa kujiunga na sisi, alipaswa kuzaliwa kwenye ufalme wa nani? Wa Mungu.
Alipokuja kwetu alipaswa kuyasalimisha maisha yake kwa Yesu. Lakini kuna vile ambavyo mtu anataka aje kwa Yesu, lakini kwa sababu naye alikuwa anasali mahali fulani, walikuwa nakutanika mahali fulani. Sasa ameona nisiwe nakutanika kule, sasa hivi niwe nakutanika huku. Anapofika huku sasa, inakuwa ni kana kwamba amebadilisha tu mazingira ya kusali. Yesu asifiwe. Kubadilisha tu mazingira ya kusali kunamfanya huyu mtu asione kabisa kama yeye ni mtoto mchanga. Kunamfanya huyu mtu aone kwamba na mimi niko sawa tu na hao, na mimi nasali na hawa hapa, tunaimba kwaya na hawa hapa, Jumapili tulikuwa na hawa hapa. Lakini kimsingi sio biashara, sio kazi ya kuwa pamoja na hawa, ni kazi ya kuzaliwa upya katika ufalme wa nani? Wa Mungu. Ni kazi ya kuokoka, kuzaliwa mara ya pili. Na nikishazaliwa mara ya pili sasa, Biblia inasema sasa, mmoja nimesema ujue we ni mtoto mchanga. Kitendo cha kujua kama wewe ni mtoto mchanga kuna kupatia nafasi ya kuanza kusema ya kwamba mtoto mchanga ili akue anahitaji vitu gani. Kwa sababu sasa unaona tuna watu wanakuja kwa Yesu wanahisi tayari wanafahamu kila kitu, kumbe hawajui chochote. Bwana nibarikiwe. Bwana asifiwe. Anakuja kwa Yesu, anazaliwa mara ya pili kama mtoto mchanga, lakini akifika hapo mahali pa kukutania anakuwa kama mtu mzima, anakuwa kama anajua kila kitu, kumbe hajui kitu chochote. Kwa kule kuonekana kama anajua, baada ya muda fulani tunashangaa anaachana na wokovu. Aliokoka mwaka jana, mwaka huu anaachana na wokovu. Aliokoka jana, tukikutana naye kesho hatuoni maendeleo yoyote anayoendelea nayo. Hatuoni akiwa anaendelea kukua na kuongezeka. Siku zote shauku ya mzazi anapomzaa mtoto ni kuona mtoto yule anakuwa na kuongezeka. Amen. Azai mtoto ili afe. Anazaa mtoto ili akue na kuongezeka. Na furaha yake ni kuona mwanangu sasa ana miaka 10, mwanangu sasa ana miaka 30, mwanangu sasa amemaliza form 4, mwanangu sasa amemaliza chuo kikuu, mwanangu sasa, kuona maendeleo. Pindi anapopewa taarifa mtoto wako amefariki, ni taarifa mbaya ya kuumiza. Katika roho pia kuna kufariki. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba mtoto anapozaliwa katika wokovu anaweza akafa. Mtu anaweza akaokoka leo alafu akaachana na wokovu tena. Anaweza akawepo kanisani kwa miaka 7, baada hapo akaachana na Yesu. Anaweza akawepo akakuwa, tukajua kabisa mtu ameokoka, tukaanza kumwamini, tukamwambia simamia na hiki, fanya na hiki, wewe unaenda elea na hiki, wewe unaomba hivi, unafanya na akafika sehemu akaaminika, baadaye akarudi nyuma ghafla. Sifiwe. Bwana sifiwe. Kwa tuna kitu ambacho tunasema kama watoto wachanga mliozaliwa sasa. Kwa cha kwanza, unapookoka lazima ujue mimi ni mtoto mchanga. Lazima ujue mimi ni mtoto mchanga. Utajua hivyo pale ambapo utajua kwamba umeokoka. Kama utaama dhehebu au utajua kama wewe ni mtoto mchanga. Utaona tu, zamani nilikuwa dhehebu A, sasa hivi niko dhehebu B. Zamani nilikuwa naabudu mahali fulani, sasa hivi naabudu mahali fulani. Zamani nilikuwa hivi, siku hizi niko hivi. Ulibadilisha tu mazingira kwa jinsi ya mwili. Hii tunabadilisha kwa jinsi ya roho. Kwa katika roho, Biblia inapotutazama inasema huyu hapa Catherine ni mtoto mchanga, ila Catherine binti tu mtu mzima. Sawa? Huyu kijana wa kiume ni kijana tu mtu mzima. Huyu ni baba tu mtu mzima. Huyu ni kaka tu yuko chuo kikuu. Lakini kimsingi mbingu zikimtazama zinasema huyu ni mtoto mchanga amezaliwa. Kwa hiyo lazima na yeye ajue mimi ni mtoto mchanga.
Jina la Bwana libarikiwe. Sasa kama mimi ni mtoto mchanga, nahitaji nini? Nafundisha hapa kukulia wokovu. Sawa? Kama mimi ni mtoto mchanga, sasa Biblia inanishauri vitu gani? Inasema hivi, ni yatamani maziwa ya akili yasiyogoshiwa, ili kwa hayo nipate kukulia wokovu. Nini maziwa ya akili yasiyogoshiwa? Jina la Bwana libarikiwe. Maziwa ya akili yasiyogoshiwa ni nini? Ni neno la Mungu. Amen. Kugoshi maana yake ni nini? Kugoshi maana yake ni kuchanganya na kitu kingine. Kugoshi ni kuchanganya na kitu kingine. Sawa? Kama umewahi kuona wale wafugaji, anachukua ng'ombe, anamkamua maziwa, alafu anapata nusu lita, alafu anaongezea maji kwenye ile nusu lita, alafu anapata lita moja. Maana ukiangalia hivi unaona ni maziwa, lakini yamefanya nini? Yamegoshiwa, yamechanganywa na maji. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Maana pia liko neno la Mungu ambalo linaweza kuchanganywa na uongo. Liko neno la Mungu ambalo linaweza likachanganywa na matamanio ya mtu. Akatoka mtu kwa matamanio yake, kwa maslahi yake, kwa kutaka kwake, ili aweze kutupata sisi kwa faida yake binafsi. Akaichukua Biblia, akaisoma, akaingiza na matakwa yake mle ndani. Bwana asifiwe. Akichukua Biblia, akaisoma, akasema tusome waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2 mstari wa 2. Alafu katika kuifafanua akaingiza mapenzi yake pale kwa lengo la kujipatia faida. 1, 2, kwa lengo la kutokujua. Kuna watu ambao wanawapoteza wenzao kwa kutokujua. Kuna watu ambao wanawapoteza wenzao wakiwa wanajua kabisa, nataka kumpoteza huyu ili nipate faida fulani. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Wote wawili wanapoteza, ajui au anajua, wote wawili wanapoteza. Asa Biblia inatuambia hivi, kama watoto wachanga tuliozaliwa sasa, anasema tuyatamani maziwa ya akili yasiyogoshiwa, ili tukiyapata hayo tuanze kukua na kuongezeka katika wokovu. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Zaburi ya 119 mstari wa 11. Zaburi 119 mstari wa 11. Sio goshiwa, ni neno la Mungu. Zaburi 119:11. Nasoma. Amen. Moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi. Moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi. Kukua katika wokovu panahusisha kuto kutenda dhambi. Tukizungumza kukua katika wokovu, zamani kabla hatujaokoka sisi tulikuwa watenda dhambi. Zamani kabla hatujaja kwa Yesu tulikuwa na maisha fulani tunayaishi huko nyuma ambayo yalikuwa yampendezi nani? Mungu. Leo tumekuja kwa Yesu, tunahitaji kuishi maisha ambayo yanampendeza Mungu. Sasa ni kwa namna gani? Tumezaliwa kama watoto wachanga, tunahitaji kukua, tufike nafasi ambayo hatutatenda dhambi. Ni kwa namna gani tutakuwa twende kwenye nafasi ambayo hatutatenda dhambi? Inabidi tuanze kulipata neno la Mungu lisilochanganywa na kitu cha kibinadamu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lisilogoshiwa. Ukipata neno ambalo limechanganywa na matamanio ya mhubiri, ya mwalimu, ya mchungaji, ya mtu yeyote, maana unaweza ukalishika lile neno ukiamini ni neno la Mungu, lakini katika lile neno yameingia mapenzi ya mwanadamu, kumeingia kutaka kwa mtu. Yaani vile ambavyo mtu anataka anakufanya na wewe uwe hivyo hivyo, vile ambavyo mtu hataki anakufanya na wewe usitake. Hayo ni matamanio ya wanadamu. Hasa Biblia inasema
moyoni mwangu nimeliweka neno lako ili nisikutende dhambi. Kwa hiyo katika kukua kwenye wokovu, cha kwanza baada ya kujua mimi ni mtoto mchanga, sasa nahitaji kulitafuta neno la kweli. Neno la kweli linapatikana kwa mtumishi wa Mungu wa kweli. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana asifiwe. Neno la kweli linapatikana kwa mtumishi wa Mungu wa kweli. Mtumishi wa Mungu wa kweli tunamjuaje? Sawa? Mtumishi wa Mungu wa kweli hatumjui kwa sababu yeye ni mchungaji, ni mwalimu, ni mtume, ni nabii, ni mwinjilisti na kadhalika. Tunamjua kwa sababu ya vile ambavyo tunamsikiliza anapokuwa analifunua neno na kulifundisha. Sawa? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Anapolifunua neno. Sasa kuna vile ambavyo tuko kwenye hatua ya mwanzo kabisa. Sisi ndo kwanza tumetoka kuokoka. Tunasema tunajuaje sasa hivyo alivyofundisha ni sawa? Na maana kesho utakuwa nafundisha habari za Roho Mtakatifu. Sawa? Kwa sababu wakati tumekuja kwa Yesu tumezaliwa. Ni kweli sisi ni watoto wachanga, ni kweli. Lakini kwa sababu tumeokoka, Roho Mtakatifu ameingia ndani yetu. Roho anaanza kushuhudia pamoja na roho zetu kwamba hicho anachokisema yule mtumishi sio cha kimungu. Sawa? Hauna ila hakikisho, lakini moyoni tu unasemeshwa, unaambiwa hivi, hicho anachosema sio cha Mungu. Kwa nini? Roho Mtakatifu yuko ndani yako. Jina la Bwana libarikiwe. Iko sauti ya Mungu ndani, ndogo kabisa, inakwambia hicho anachokwambia ufanye sio cha Mungu. Huko anakokwambia mwende sio kwa Mungu. Hayo anayokwambia uache ni mapenzi yake tu. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Moyoni mwangu nimeliweka neno lako nisikutende dhambi. Kwa ili ukue katika wokovu, lazima upate neno la Mungu la kweli, yatamanini maziwa ya akili yasiyogoshiwa, ili kwa hayo mpate kukulia wokovu. Kwa tukizungumza maziwa ya akili yasiyogoshiwa, ni neno la nani? La Mungu la kweli, ambalo mtunga Zaburi Daudi anasema moyoni mwangu nimeliweka neno ili nisikutende dhambi. Wakolosai 3:16. Wakolosai sura ya 3 mstari wa 16. Kukulia wokovu, kulipata neno. Baada ya kuokoka ulipate neno, uyapate mafundisho. Amen. Wakolosai 3:16. Amen. Neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote, kufundishana na kuonyana kwa zaburi na nyimbo na tenzi za rohoni. Neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu, mkionyana, mkifundishana kwa nyimbo na tenzi na zaburi, kwa kadiri muonavyo kwa ule wakati unakaribia. Neno la Kristo, neno la Mungu, neno la kweli. Vile ambavyo tunasema tunahitaji kukua sasa. Hauwezi kukulia wokovu wakati umesema sasa nampa Yesu maisha yangu, sasa naokoka, alafu wakati huo ukakosa nafasi ya kupata mafundisho ya kweli. Jina la Bwana libarikiwe. Ukakosa nafasi ya kupata mafundisho ya kweli. Baada ya muda fulani utamwacha Yesu. Watu watasema na yeye alikuwa anasali HHS pale, na yeye aliokoka mwaka fulani, akiwa kidato cha pili aliokoka, alipomaliza chuo kikuu aliokoka, mkutano wa injili ulipowekwa pale akaokoka, lakini leo alishaachana na habari za Yesu. Kwa nini? Amekufa kiroho. Alizaliwa kama mtoto akakosa neno. Neno ni chakula. Bwana Yesu asifiwe. Kama vile ambavyo mtoto mdogo anazaliwa anakunywa uji, anakunywa maziwa. Tunapozaliwa katika ufalme wa Mungu
tunakula neno la nani? La Mungu. Shina Bwana Yesu libarikiwe. Kwa tukikosa neno tunakufa kiroho. Kama vile mtu akikosa chakula, akikosa ugali, akikosa wali, akikosa maji ya kunywa, tukikosa vile vitu kwa jinsi ya mwili, mtoto anakufa si kwa sababu alikuwa mgonjwa, hapana. Anakufa kwa sababu amekosa chakula. Na sisi tukikosa neno la Mungu tutakufa kiroho. Tumeokoka ndio, tumekuja kwa Yesu ndio, ila tukikosa mafundisho ya kweli tutakufa kiroho. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Watu wanasema na yeye alikuwa anasali pale, na yeye mwaka juzi ndo alikuwa anaongoza sifa kwenye mkutano pale, zamani ndo alikuwa anafundisha ile kwaya, lakini sasa amekufa kiroho, amekosa neno. Jina la Bwana libarikiwe. Amekosa mafundisho ya Mungu ya kweli, ndani yake hapana neno. Tukikaa hapa tunaanza kujifunza neno, hiyo Biblia uliyoishika ni neno la nani? La Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Hiyo Biblia yako ni neno la nani? La Mungu. Ndio maana tukija kwa Yesu, kipaumbele chetu cha kwanza, kitu cha kwanza kupata, tunahitaji kupata Biblia. Sawa? Kabla sijapata sehemu ya kwenda kusali, lazima kwanza nipate Biblia. Sasa mtu wa Mungu, Bwana asifiwe. Sababu watu wanapata sehemu za kwenda kusali, wanaenda kupotelea huko. Anaokoka, anasema tutakuwa na sali pale, anafika pale ndipo anapopotelea hapo. Si kama wote wanaokufa kiroho wanaacha kusali. Kuna wengine wanaendelea kusali lakini wameshakufa kiroho. Wanatenda dhambi, maana yake anasali na dhambi anafanya nini? Anatenda, maana yake amekufa kiroho. Kwa hiyo cha kwanza tunachokipata, tunajipatia Biblia. Biblia bahati nzuri zinauzwa madukani. Sawa? Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Kuipata kile kitabu, tunasema Biblia ni nini? Biblia ni neno la Mungu. Kwa ukiwa na Biblia nyumbani kwako, nyumbani kwenu, ukiwa na Biblia mahali ulipo, unalo neno la nani? La Mungu. Sasa lile neno la Mungu liko kwenye maandishi sasa hivi. Linahitaji litoke kwenye maandishi lije kwenye moyo wako sasa. Maana nasema moyoni mwangu nimeliweka neno lako nisikutende dhambi. Neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu. Maana iko kazi ya kulitoa neno kwenye zile karatasi, kwenye hicho kitabu ambacho tunaita ni neno la Mungu. Una kazi ya kunyofoa neno, kulitoa kwenye hicho kitabu ulete kwenye moyo wako sasa. Unalitoaje? Usome. Bwana asifiwe. Yesu asifiwe. Usome nini? Biblia. Sawa? Usome nini? Biblia. Tukienda shuleni, tukachaguliwa kwenda shule ya msingi, sekondari, chuo kikuu. Tukifika pale sekondari, kuna kitabu cha biolojia kiko pale. Kinasema maana ya biolojia. Sawa? Bwana asifiwe. Yesu asifiwe. Kinajaribu kusema what is biology. Kwenye kitabu chetu kabisa mwanzo tunazo what is biology. Sawa? Who is biologist? Tulikuwa tunasoma hivi zamani. Who is biologist? Unakumbuka? Unakumbuka biologist zamani? Sawa? Nakumbuka si botanist, si zoology, tulikuwa tunasoma zamani kwenye biology form 1. Wakati nafika sekondari nilikuwa sijui what is biology. Lakini niliposhika kile kitabu nikasoma. Sasa hata nikikiacha kile kitabu pale, nikatembea, ninajua what is biology. Sina kitabu nimekibeba hivi, lakini sasa ninajua what is biology. Unakumbuka? Unasifiwa? Unakumbuka? Bwana nibarikiwe. Yesu asifiwe. Kwa maana ya kwamba nilichukua kitabu, nikaichukua ile maana, nikaileta kwenye maisha yangu.
Ndivyo ilivyo, unaichukua Biblia, unaisoma Biblia, unachukua yale yaliyo kwenye Biblia, unayaingiza moyoni mwako. Kwa hiyo sasa ukiwa kule Inyara mjini kule, ukiwa huko Tanzania, ukiwa huko Mbeya, ukiwa Afrika, sio lazima sasa nitembee na Biblia nimebana kwa pani hapa Biblia. Hata kama nisipotembea na Biblia hapa kwa pani, hilo neno liko ndani yangu. Bwana asifiwe. Yesu asifiwe. Amina. Unaona ninaposimama hapa nafundisha, haya maandiko ninayokutajia yote yako ndani yangu. Sawa? Lakini kabla hajaja ndani yangu niliyatoa kwenye Biblia. Sawa? Ndio maana nakwambia haya, waraka wa kwanza wa Petro, Zaburi ya 119. Sawa? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Wakolosai na mengine, tunaendelea kuongeza mengine hapa. Kabla hayajaja ndani yangu, kwanza yalikuwa kwenye kitabu kinaitwa Biblia. Kuangalia ili ukulie wokovu, anasema yatamani maziwa ya akili yasiyogoshiwa. Onyesha bidii kusoma Biblia. Bwana asifiwe. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Amen. Tumeona leo watu wengi wanasema wameokoka lakini hawana Biblia. Simeona anaenda kanisani na leso tu. Hawezi kusahau leso. Watu wengi wana leso lakini hawana nini? Biblia, kwa ajili ya kufutafuta jasho na nini hivyo. Sawa? Tunapozaliwa cha kwanza, zamani watu wa Mungu, tulipozaliwa kama watoto wachanga, tulikuwa na kuongezeka kwa kula tunakunywa. Tulifanya vitu viwili tu, tulikula tukanywa. Tulikuwa tunakula tunakunywa, tunakula tunakunywa, tukakuwa tukaongezeka. Hivyo ilivyo na kwenye wokovu pia, tunakula na kunywa. Sawa? Kuangalia tuko hatua ya kwanza, unalipataje neno la kweli? Lazima usome Biblia. Kabla hajaja mtu wa pili kuja kukutafsiria Biblia, lazima uanze kuisoma wewe sasa, ili Roho Mtakatifu awe mwalimu wa kwanza wa kukufundisha. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Ambapo kwenye kizazi chetu walimu wengi wanafundisha matakwa yao. Walimu wengi wamelichukua neno la Mungu, wamelichanganya na matakwa yao, wameligoshi neno. Yatamanini maziwa ya akili yasiyofanya nini? Yasiyogoshiwa. Sawa? Wachungaji wengi, mitume wengi, manabii wengi, walimu wengi, watumishi wengi wa Mungu wamelichanganya neno la Mungu na matakwa yao. Utajuaje kama huyo amechanganya? Lazima uanze kusoma wewe kwanza. Kabla hujaja kusomewa, usome wewe kwanza. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ukiwa nyumbani kwenu usiku, amka usiku wakati wenzako wamelala, amka anza kusoma Biblia. Sawa? Kabla ya kulala usingizi, chukua Biblia soma. Sawa? Ukilala ukiamka asubuhi, kabla hujaenda kwenye mambo yako, soma Biblia. Sawa? Ili neno la Kristo likae kwa wingi ndani ya. Zaburi ya 119 mstari wa 105. Zaburi 119:105. Zaburi 119 mstari wa 105. Neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia zangu. Angalia vile unavyoanza kulisoma neno, kama mtu uliyezaliwa sasa mara pili, kama mtu uliyeokoka. Unachukua Biblia unaanza kusoma. Unasoma Mathayo, unasoma Marko, unasoma Yohana, unasoma Matendo ya Mitume, unasoma Ufunuo, unasoma waraka wa kwanza wa Yohana, unasoma Yuda, unasoma Mwanzo, unasoma Kutoka, unasoma popote unaposoma. Biblia inasema hilo neno ni taa ya miguu yako. Sawa? Unajua tafsiri ya taa?